Good morning mutegeri wa Meru TV, karibu sana kile gicunji kietu kia bithatu kia mubango yo turinge ime kilukite ndaika 12 la kinyu metha ile ciarukiri akumba kwithira cikiro amahoke akwithira thainire thare akuria mbere ira kumba kwithira ukiwatanira na batu kire Meru TV rukiri. Karibu sana no chererie ndu utichereri muno nontu muchunkwa wire better late than never kana kaba kweya nchindo kuria kuya buru. Karibu sana nontu kweya no gutwithirira tugicunji kietu kia bithatu na ratu na mweni wetu wa mutambo mbone daktari akipro teach na komba kwithira akitutomithima tukathumba ayege ugima bwetu bwa mwiri bwa kimathwani kana gichomba mental health na nontu next month kana mweri tweteta yu etano withaira yuri mental health awareness month no mwaka inya twende kumenya atiri ababa kari ya talambo gimbo mwiri bwa mathwani baibanga bangite atia akenda uti last list to 3 mana nabo enturene itukwithanira abo ikundi ne itukwithanira abo kinya kanisene akenda bakituthomithina uturutana mantu jegie mental health. Karibu sana akire mubango yetu yo turinga imeni wambeta muthoni wakiramana mitandao yetu ya ukinyanilia Facebook na kinya YouTube tuikuo ya Meru TV Kenya tu live mukithiro kiandika message yeku na kinya kioro kionde kiro kwenda kuria ndaitari wetu kana mutaalamu wetu ogimbo mwiri bwa kimathwanyo murie na komba kwithira agiuchukiria ru ari turenda kwarire mantu jegie breaking stigma. Ntamenya na Kimeru atugeta stigma atia lakini ndaitari akomba kwithira aitwele ndaitari ndete kwari Kiswahili muno ndete kwari Kichuku kunende ukambitikiria atumbe kwithira twichinchia ruthio mikenda utira itukumba kwithira tukiwatanira na wana itukumba kwithira tukiaranira na njira ira ya girite niyo renge muthoni wakiramana iyo mariitwa yakwa mama Kibereneke Sara Mwankethara tukethira atukirikiria ntukuni ya Jumatano tariki 20 na ile cia mweri wa ina mwaka no yote 2026. Karibuni sana daktari. Yes. Good morning. Good morning too. Uko namna gani? Nashukuru. It's been a minute. No, nashukuru kukutana tena. Sina lalama. Karibu sana. Ningependa kujua uko aje. Na si ile ya sasa niko poa kwa sababu siku hizi salamu ni uko namna gani niko poa, lakini ukijua tu ndani yako kabisa hauko sawa sawa. Uko aje daktari? Kusema kweli tangu tuachane last time nimepitia changamoto. Changamoto za kibinafsi, changamoto kule kazini. Lakini katika yote niseme nimemanuva na I've come out strong. Wow. So kwa sasa nitasema wacha nikurudishie kwako, nitasema niko poa. Wow. Lakini kusema poa haimaanishi sijakuwa na changamoto. Kabisa. Nashukuru. Karibu sana. Sisi tumekuwa vyema personally nimekuwa sawa sawa. Ila tu kuna changamoto kama vile umesema hapa na pale, lakini we are trying. Atukisaidiwa na Jehova. Atunangangana kuhakikisha kwamba at least tunakaa vizuri na pia tunahakikisha kwamba afya yetu ya kiakili ama kimawazo iko sawa sawa, kwa sababu in these days unapata there are so many things zenye zina affect our mental health. Last week kulingana na vile economy maybe iko juu, ukapata sasa bei ya mafuta imeongezwa sasa, a lot of things. Mambo mingi sana azinakimbia kwa akili zetu. Tunaanza kuangalia sasa mafuta imepanda, unga itapanda, sukari itapanda, mchele itapanda, everything inaenda njua ama inapanda. Sasa tunapata tunasumbuka sana. Ukiangalia ukiona ile kazi ulikuwa unafanya, ile pesa ulikuwa unapata bado haikuwa inayakini mahitaji yako, na sasa ni ile tu pesa, lakini gharama ya maisha imepanda na pesa haijapanda. Unaanza kujipea pressure, kujipea stress, unapata depression imekuhit, unajipata stress ndo hiyo. A lot of things is happening. Na sijui mmejipanga aje next month. I'm feeling sijui kama niseme it will be the hardest month for you ambao ni wataalamu wa afya ya kiakili, kwa sababu sasa
hey, wakati ni mgumu, sijui mmejipanga aje kudeal na sisi kwa sababu we have a lot. Tunaongoja tu ifike hivi tuanze kuwamwagia. Na niseme nashukuru kwa sababu dunia nzima ikiwa unaona wametenga mwezi nzima ya mental health awareness month in particular, ni kumaanisha we've come of age kwa acknowledge kwamba mental health is a key thing. Manake hata si usema there is no health without mental health. So vile ambavyo tumejipanga ni kuhakikisha ya kwamba tumefanya sensitization, tumeweza kuelimisha umma kuhusu mental health, ili wakaweza kufahamu ni nini, na wanapopata changamoto ya mental health ni usaidizi upi watapata, how can they wanawezaje wakafahamu ya kwamba mtu ana shida changamoto za mental health, na kitaka usaidizi ataenda wapi, at what point do you need a professional intervention, na mambo kama hayo. So tumejipanga kutembelea institutions, tutakuwa mashuleni, colleges, universities, tutakuwa makanisani, tutakuwa katika vikundi vya barasas and all these, trying to make sure that we carry this message home. Asante sana daktari. Kwanza sasa tukianza kwa topic yetu leo ni breaking the stigma. Sijui stigma tutaita aje ili watu waelewe zaidi, kwa sababu mara nyingine unapata mtu ako stigmatized lakini na hajui, ama sijui tutasema ni kutengwa, mimi sijui tutaita na jina gani, ama tutaieleza aje ili mwenye anatufuata ajue ama aelewe nini ambayo tunaongelelea. Lakini tukianza, ningependa tuelezee kidogo kwa yule maybe leo ndo mara yake ya kwanza anapatana na sisi, anapatana na wewe ukiongelelea mental health. Tueleze kidogo tu mental health ni nini in simple terms. Well, asante sana mtazamaji. Kwa yule ambaye ananitazama kwa mara ya kwanza, kwa majina naitwa Kiprotich Robert. Mimi ni mtaalamu wa uraibu na mwanasaikolojia, na nafanya kazi na hospitali ya Methodist Treatment and Rehabilitation Center ambayo inapatikana Meru kule Kaaga. So karibuni sana. Na jinsi ambavyo umeniuliza what is mental health, niseme hilo ni jina ambalo ni wide, manake unapozungumzia mental health si usema it comes in a continuum of three. A continuum of three. We have what we call mental health, mental problem and mental illness. Wow. So unapozungumzia mental health ni kumaanisha huyu mtu ako katika hali ya kuweza kumanage changamoto zozote zile ambayo inahusiana na akili. Kumbuka, si kukosa kwa changamoto, lakini kuwepo na uwezo ya kumanage hiyo changamoto. And that's why tukasema, nimekwambia it's a continuum of three. Mental health, kwa mfano nitasema you are mentally healthy iwapo umemanage changamoto zako na zije affect your day to day living. So I can say you are mentally healthy. Now, mental problem, hizi ni changamoto zenye almost kila mtu anayo. For example, saizi nikiweza kuuliza, do you think una hela zote zenye unahitaji kufanyia mambo yako? Hapana. Sasa zingine unaweza hivi unafikiria, nastahili kulipa rent, lakini nimechelewa, ama biashara vile tumesema, for example, biashara imeenda chini. Bei ya mafuta imepanda. Kenye ulikuwa umetarajia kufanya huenda usifanye. Kwa katika hiyo hali inakuweka katika hali ya mental problem. So you have a problem. You are anticipating a problem, already the problem is here with you. So ukiwapa hivi kazini, utakuwa uko kazini, lakini labda jioni unajiuliza nitakula nini? That is a problem. That is a problem. And that is in the middle continuum. Then the last continuum is the mental illness. Sasa ndio tunasema ugonjwa wa akili. Kwa mfano hiyo tunasema depression, tunasema schizophrenia, tunasema bipolar. Sasa hiyo ni ugonjwa wa akili. Ugonjwa wa akili. So that is the mental health in a nutshell. Na ningependa utueleze why mental health is important kwa kila mtu. Kwa sababu sasa wakati mnatuongelesha na wakati mnatuambia kama wataalam, mnatuambia chungeni sana afya yenu ya kiakili. Why is it important to everyone or to us? Actually, tunaipa kipaumbele
Kwa sababu ni mwandishi mmoja, ni Chinua Achebe alisema when things fall apart, when the center cannot hold, things fall apart. Now in this case, the center is your brain. Everything originates from the brain, from the mind. So kama hautaweza kuimanage, mambo mengine yote yataenda kando, yataenda kombo. So tunaipa kipaumbele kwa sababu without mental health, any other health itakuwa compromised. Remember tulisema hivi, and this is very interesting, hata kwa magonjwa ya kawaida, mfano nikupe tu mfano wa ugonjwa, nikupe mfano kama ugonjwa gani? Nikupe mfano hata kama either malaria, ugonjwa yote ile ina compromise immunity. Do you know, unapokuja hospitalini kule, nitakupa dawa itafanya sehemu yake, tupayana asilimia 100, tuseme hiyo ndio upana ama urefu wa ugonjwa ni 100%. Ukipatiwa dawa haitakutibu 100%. Itafanya sehemu yake maybe 70%. Mfano, kutoka hapa hivyo kuna kinga yako ya mwili itapik kusaidia dawa. Alafu kuna state of your mind yenye itakuja kucomplete ili uweze kupona. So utapata kuona kwamba hata ukipatiwa the best interventions kule na upate kuona state of your mind haiko sawa, ni vigumu kupona. Nikupatie ushaona mtu mwenye mfano huwa anajiambia, nikiwa mgonjwa nikienda hospitalini, not until nidungwe sindano ndio nitakuwa nimetibiwa. Wow. Hata ukimpa tembe za kumeza, kwake hiyo si matibabu, na kwa kweli hatapona. Not until afanye nini? Andungwe sindano. Na hata ukimdungia maji is okay, yeye bora amedungwa atapona. That is how strong your mental health is. Yeah, so we really emphasize on mental health, knowing that if you fail to have mental health, everything else about your health haitaenda vizuri. Yeah, so it is the key thing. Yeah. Thank you so much Daktari. Sasa ningependa we dive into our topic for today, and ni breaking the stigma. Sijui utatueleza aje stigma ndio nini, ili tujue tunaongelelea nini ama tunaongea kuhusu nini. And asante sana. And hata niwashukuru sana. Manake ili kuweza kuelimisha umma, this is what we've been fighting for. This is what we've been praying for. Kuhakikisha kwamba umma wanapata kuwa na ufahamu ya kila ambacho kinaendelea in matters regarding to their mental health. So to your question, unapouliza stigma ni nini, ili tunapozungumza tujue tunaongelelea nini. Kwa Kiswahili wanaita unyanyapaa. Unyanyapaa. And unyanyapaa niseme kwa njia rahisi ya kuelezea ili mtazamaji akapata kuelewa, ni kwamba it is a tag of shame, a mark of shame yenye mtu anaibeba kulingana ama kutokana na watu kumgandamiza, kutokana na watu kumtenga, kutokana na watu kumdhalilisha. So watu wanapokutenga, watu wanapokudhalilisha, watu wanapokudharau, hiyo shame unaibeba. Na hiyo sasa ndio tunaita unyanyapaa. Ndio tumesema stigma. Yeah. Na niseme kitambo zama zetu sisi tukiwa shuleni tulikuwa tunalazimishwa tuonge Kiingereza. So ulikuwa unapewa disk. So disk kwa wengine hata tulikuwa tunapewa mifupa kubwa unafungia kwa shingo. Ukiongea Kiswahili disk utashinda nayo mchana nzima. Sasa wewe ukitembea hivyo disk ukishaiweka hivi, kila mahali ukitembea kila mtu anaona ya kwamba huyu aliongea Kiswahili ama lugha nyingine isiyo Kiingereza. So you are carrying that mark, that shame. So stigma ina assume jambo kama hilo. Yeah, it is a mark of shame. Yes. Okay. And daktari, nyinyi kama wataalamu asijui kwa nini kulingana na vile maybe mmetangamana na watu, why do you think people fear speaking out? Hata wakati wako na shinda ama hata wakati afya yao akili haiko sawa sawa, do they fear being judged? Do they fear ile ya sasa mimi nitaonekana nikiwa aje? Kwa sababu hata kutokana na ile mfano umetupea wa shule, ungepewa hiyo kitu huku unaenda break, wengine wameenda kukunywa porridge, wewe umebaki tu class kwa sababu ilikuwa ni lazima ukishapewa ukae tu umeiva. So kila mtu lazima angeona
why do you feel people wanaogopa sana kuiongelelea wakati wako wagonjwa na afya zao za kiakili ziko sawa sawa, wakati wanapitia wakati mgumu bado wanaogopa kuongea? Kulingana na nyinyi wataalamu, mbona watu wanaogopa kujiongea? Niseme si kupenda kwao. Wanaogopa kujiongea kwa sababu ya jinsi ambavyo wale ambao wako nje wanavyowapasivu. Wale wenye wako nje wanawaonaje? Ikiwa mimi katika ugonjwa wangu, wewe ukiniona utaninyoshea kidole, instead of kunisupport ama kunielewa, wewe ni kuninyoshea kidole. Mfano tunajua ugonjwa wa HIV kwa mfano. Ugonjwa wa ukimwi tunajua inapatikana, maambukizi yake inatokana maybe tendo la ngono na mtu aliye na maambukizi ya pasipo kinga, mambo kama hayo, ama mtoto kuzaliwa nayo, kunyonyeshwa, mambo kama hayo. Lakini katika mawazo ya wengi wetu huku nje, tukiweza tukajua kwamba wewe ni mwathiriwa wa ugonjwa wa ukimwi, mawazo yetu inatuonyesha katika uasherati. Okay. Wow. Yeah. Wow. So tunajua tu huyu ni msherati. Ni msherati. So tukishajua wewe ni msherati, tushakulebo already. Sasa tutatarajia utuambie nini? We don't even seek an explanation. Sasa wewe ukishajua kwamba ni hivyo tunakuona, itakulazimu kidogo ujitenge. Ya manake kwetu sisi hatuna nia nzuri kwako. Ugonjwa wako tunaitumia kukukejeli ama kukuonyesha jinsi ambavyo wewe ni mkosaji. So kwa nini ujitoe? Inabidi unainyamazia. Na ndivyo unaona mtu anajitenga. Kwanza niseme hivi, atuwalaumu, wacha nilaumu sisi ambao tuko nje. Wow. Kibarua kwetu. Wow. Watu wanahitaji usaidizi. Na so many people are mentally ill. Lakini sasa there is stigma. Wanaogopa vile watu watawachukua, vile watu sisi tunawaona. For example, hiyo mfano umepeana ya mtu ako na ugonjwa wa ukimwi. Mara nyingine unapata atufikiri kwamba mtu anaweza zaliwa na ukimwi. Atufikiri kwamba apart from sexual activity, there is so many other things zile unaweza fanya ukaambukizwa na maradhi ya ukimwi. Unapata tu we all zote macho yetu iko pale kwa sexual activities, ndizo umeengage kwa zenyewe. So when we see you as immoral person, we ni mtu tabia mbaya, we ni mtu we name you na mambo mingi kulingana tu na ile moja ile tunajua ni ya aibu sana yenye maybe tuseme ukimwi, mtu anapata ukimwi kupitia, but sasa unapata these people they need help but kuna stigma. Ina affect aje yule mtu anahitaji usaidizi lakini bado anafeel hapana, however much I want to be helped, bado mimi naogopa kuonekana ni kama mimi si mtu msafi, ni kama mimi si mtu mbaya, ni kama mimi natumia bangi, kwa sababu sasa mara nyingine unapata kuna zile shinda za akili zinakuja, unasikia watu wakisema huyo mtu ambaye ana shida na anaogopa kwenda kuseek medical attention kwa sababu ya unyanyapaa. Katika kule kunyamazia na kutoshughulikia kile ambacho kimemwaffect, utapata kuona kwamba jambo hilo litamnyemelea na mwisho litamzima. Niseme tu hiyo mfano tu, wacha tutumie kwa mfano wa anayeugua ugonjwa wa virusi. Manake anaogopa unyanyapaa kutoka nje, ataogopa kuja kuseek medical help. Akikosa kuseek medical help, the viral load itapanda juu, then immunity itaenda chini. Ikiwa compromised hivyo, the more zinaenda apart, the more ana weaken, na mwisho tunaweza tukampoteza because there is no intervention. So we end up losing this person because of fear of stigma. And number 2, kwa wengine it can also lead to mental illness. And this is the sad part of stigma. Now you see, for example, tuende mfano, huyu mtu ni mwathiriwa wa ugonjwa wa ukimwi, amekosa kuja kupata help, ataanza kuwa na depression. Yeah? And someone might die of depression, either by suicide na mambo mengine kama hayo. Kwa hivyo huyu mtu tunaweza tukampoteza as a result of stigma. So it goes far and deep zaidi ya vile ambavyo sisi huona. Hata tukaribia mwezi wa May wenye ni Mental Health Awareness Month, how important is it for us to speak
out about our feelings. Kwa sababu sasa unapata mambo ni mingi sana ambazo tunapitia in this life, but we are afraid of talking. How important is it for us to open up, even hata kama si kwa nyinyi wenye ni wataalamu? We open up to one another, ile ya mimi manzi kuna stuff fulani napitia na nahitaji kusaidiwa. You might not help me, but kuna ile aspect ya ni kuongeleshe, unisikize, at least that burden kidogo kidogo kuna vile imenipungua. Actually, we encourage so much people to speak out. As they say, problem shared is half solved. So we need to inculcate that culture in us of sharing our challenges. Na huwa tunashauri mtu, let everyone have a confidant. A confidant ni mtu ambaye unaweza kumfikia kwa wakati wowote ule na ukamwambia jambo lolote lile pasipokuwa na uoga. Hakikisha kila mtu ana mtu aina hiyo. Anayemaanisha anaweza kuwa karibu na wewe, anaweza kuwa mbali, lakini unaweza kumfikia kwa simu mfano. So jambo la kwanza, hakikisha una mtu aina hiyo. Na mtu aina hiyo anaweza kuwa ni mtu wa karibu, anaweza kuwa ni maybe your pastor, anaweza kuwa ni your sister, anaweza kuwa ni rafiki, schoolmate, college mate. As long as ni mtu ambaye anaweza akakusikiza, akakupa masikio na kidogo akakushauri. We encourage that. Lakini pia unapochagua mtu wa kuzungumza, usije pia ukawa unajichimbia shimo nyingine. Ikawa kuna mtu ambaye unaenda kumueleza shida zako na badala yeye kukusaidia, anakuwa yule mwenye mimi upenda kusema anakuwa pikipiki poster. Unamueleza shida yako, lakini yeye sasa anaichukua ako on to one max. Ndio hiyo pikipiki poster twe anaipeleka huku. Kesho unatokea sokoni, news ni yako, breaking news. Wewe ndio news. So unapochagua pia mtu wa kumuelezea, angalia sana. Maana pia inaweza kuwa ni kidonda kingine umejiwekea. So tafuta mtu ambaye unamtrust. Mtu ambaye uko sure ataweka siri yako. Mtu ambaye unajua atakusaidia either katika mawazo ama atakusaidia kwa njia yote ile. Hapo ndipo tunafaa kuangalia sana. And daktari, stigma iko, yes, and there are cases of mental health illnesses in our families, mental problems ziko mingi, and the stigma is there. Sisi kama watu wa familia, we have family members who are going through that tough moment, who are going through a mental health hizo times, problems, maybe illness, na pia mental health, hiyo stigma. Tunafaa tuwasaidie aje, maybe as a family na even as a community, kwa sababu I'm very sure hata kama si mtu wa kwenu nyumbani, hapo tu karibu utapata mtu ayuko sawa. Tunafaa tu chip in wapi and how, ili pia to make sure that these people tunawasikiza, tuna solve their problems, tunawasaidia na tusinjudge, kwa sababu sometimes we are very number one, we are very fast to judge. Kwa sababu sasa when I listen to your story, ninaanza kujiambia aka kamekuwa kamlevi, aka kamekuwa kamkora, huyu sasa naye hii ni nini ananiambia. We are very eager and quick to judge, and these people need our help as a family and as a community. When should we chip in? How should we chip in? Thank you. Niseme hivi, ni jukumu lako wewe kumsaidia. Lakini katika kule kumsaidia, jambo la muhimu ambalo unastahili kufanya ni uweze kuwa na uelevu wa kuelewa kile ambacho kinamtendekea yeye. Kwa mfano, ili uweze kuwa in a better position ya kumsaidia, lazima ujipeleke katika level nyingine ya ku know better. Do more research. Tuendelee mfano tu ni HIV. For example, HIV, si upate kujua HIV inaambukizajwe. Usione tu mtu hivi ukamrukia kwamba alipata kutoka uzinifu. Ukishajua hivyo, hautamnyoshea kidole. Ukishajua kwamba ni ugonjwa sawasawa tu na pressure na diabetes, ambapo una manage na matibabu, ni ugonjwa ambao haijiandiki ya kwamba unayo. Ukishajua ya kwamba leo yuko naye, kesho ni wewe unaweza ukapata. Ukiwa na mafunzo kama hayo, itakusaidia vizuri sana kumuelewa.
Jambo nyingine, kuna ile hali ya tunawapatia a blanket, tunawafunika na blanketi moja. Nikupe mfano, si usema, na sijui kama watu ushaisikia kitu kama hiyo. Huwa tunasema wale watu ambao kidogo katika kimo ni wafupi wa kimo, hasira zao huwa wapi? Zinakuwa juu. Nilitaka useme hivyo. That is the perception ya kwamba watu ambao katika kimo wamebarikiwa ni wafupi, huwa tunasema hasira zao ziko wapi? Ziko juu. Kumaanisha utakapokutana na mtu kama huyo njiani kule, kazini kule, your perception about that person ni kwamba ana hasira. Already that is a stigma. Umemstigmatize, umemweka katika hali ambayo you are not even sure about. Wow, unajua umetumia hasira nikakumbuka we Merians we've been stigmatized. At sasa Wameru wote ni hasira. Sisi ni watu wenye hasira. Na sasa Wameru ukiangalia tukisema hivyo, ukweli sasa ukipatana na Meru lazima akukate. Na anasemaga hata kabla nikukate ashakukata. Na wengine wanasema hata ukiambia Mmeru akukate au ukituma mwingine umwambie mkate, akuulizi kwa nini, anaenda anamkata. Alafu sasa anakuja kuuliza why. But to be honest, ni Wameru wote? Hapana. Lakini pia kuna some element. Si kweli? Kuna some element. So ile hali ya kuwafunika wote inakuwa ni makosa. Hiyo ndio nasema. So tukishajifunza sisi ambao tuko nje tujue kwamba although this thing is common to many, but again not to all. Tukishajua hivyo tutakuwa katika hali nzuri ya kusaidia wale ambao wanapitia unyanyapaa. Yes. And now someone will ask, kuna zile vionyeshi ama signs and symptoms za mtu ambaye ana suffer mental health ama pia mwenye akona stigma, kuna maybe anapitia mambo fulani lakini anaogopa aseme. Na huyu mtu I just want to help. But again, najaribu kumfikia, the more huyo mtu ana keep away from me. The more najaribu kumsaidia, the more anaendelea tu kutoroka, kwa sababu maybe ni one or the other anaogopa mimi akisha story yake na mimi ni mjudge. Ama maybe ameshare the story from another person ama to another person, and then na huko alienda akashare akakuwa judged. Akaenda maybe ulituambia ni pikipiki poster. Pikipiki poster, akaenda akashare na pikipiki poster, kesho yake amemkia story zake ziko all over, so anafikiria what happened to him with that other person, it might happen to him with me. Anakosa kunitrust. Tunafaa those signs na tujue mtu aje, na tukimwangalia tujue this person akona mental health issue na anahitaji usaidizi, this person akona stigma, kuna kitu kinamsumbua na nafaa saidiwe even before ivuke nini mipaka. Well, kuna vigezo ambazo tunaangalia, because jambo la kwanza huenda ikawa huyu mtu ana unyanyapaa ambayo haitokani na external factor or influence. Unyanyapaa wenyewe ni internal. Wewe unafikiria negative about yourself or about whatever you are going through. This is self stigma. Yeah, and that is let me say the worst form of stigma. Because ikiwa wewe unajiona ya kwamba hautoshi mboga, ikiwa wewe unajiona ya kwamba una mapungufu, ikiwa wewe unajiona ya kwamba una kasoro, then utexpect nani mwingine wa nje akuja kuambia hauna kasoro? Inakuwa ni ngumu sana. So unaweza ukapata mtu mwenyewe anajitenga yeye binafsi kutokana na kile ambacho anajiambia, jinsi ambavyo anajiona. Whereas kule nje hawana hata ripoti, tunasema taarifa wala muktasari ya kile ambacho kinamtendekea. So there's that self stigma. So tuweke hiyo kando. Maybe sasa uingilie nyingine ya pili sasa, ambao tunaweza sema ni it is in the public domain. Ni sisi watu wa nje tunaku stigmatize. So ukipata labda huyu mtu anaweza kuwa alipitia hiyo experience yenye tumesema, akashare na watu badala ya kumsaidia maybe wakamock. So inabidi huyo mtu
a shy off. Kwa hivyo signs ambazo unastahili kuangalia ni kujitenga. Number one, kuna kule kujitenga. Jambo la pili, kuna ile feeling ya hopelessness. Mtu anakaa na anaona kwa kweli sina matumaini. Nimejitenga, one. Ya pili, sina matumaini. And that one can lead of course to depression. By the time mtu anafikia state ya hopelessness, already depression isha set in. Na alafu unaangalia maongezi ya mtu. Ukipata mtu anaongea na kile ambacho kinatoka kinywani mwake ni mambo ya kumshusha, ya kushusha hadhi, ni mambo ya kujionea huruma. Ya mambo kama hayo, utajua kwamba kidogo huyu mtu ashavuka mpaka, hajipendi, mambo ambayo yanamtendekea si mazuri. Yeah. Hakuna ama zile vidonda ambazo zinaachwa na the stigma. Unapata for example, unajua acha tutumie maumbile vile tumeumbwa na maumbile tofauti. Na Biblia inasema we are all created with the image and the likeness of God. Yes. So we all believe the way I look like God. Yes. The way you look, you look like God. Unapata kuna yule mtu in one way or the other maybe aliambiwa kitu kwa ucheshi, mwenye alimwambia hakukuwa serious, ama labda hata alikuwa serious akamwambia maybe wewe mguu yako inakaa hivi, mkono yako inakaa hivi, sipendi vile macho yako ni kubwa, sipendi vile mapua yako inakaa, sipendi vile kichwa yako ni ndogo ama vile kichwa yako ni kubwa. Unapata there are those hoods. Yes. Hata wakati maybe mtu anaenda kutafuta usaidizi akiwa na mental health issue, hakuna zile vitu anaambiwa zinaacha kindonda. Yes. Ndani yake. Hiyo kindonda itahilaje? Na mtu anataka kumsaidia a heal your wound, ata chip in kiaje, kwa sababu this already a wooden person. Na unapata mimi as a person mwenye nataka kumsaidia, ninaogopa niende sasa nimwambie kitu kingine iende ikaongeze uchungu kwa ile kindonda. Ikuwe ni kindonda ilikuwa imeanza tayari kuanza kupona, lakini kidogo tu kuna vile imeenda nikamwambia kitu ikagwaruza ile kindonda na ikaanza kuchipuka tena. How should we deal with such people, and hizo wounds zina healaje? Well, ili uweze kupona, healing starts with you. Wewe huyo. Okay. Wewe huyo. Na niseme hivi, wewe unajiambia ni vile tumesema, napenda vile umesema vizuri. We are fearfully and wonderfully made. Sure. Learn to appreciate yourself. Na napenda siku hizi vile tunakari and these people that are abled differently. We don't talk about disability. There's nothing like disability, yeah, but you are abled differently. I remember ni si kitambo nimeona kuna wanajeshi fulani, I don't know which country. Hata hapa hivi Kenya kwetu unapoenda ku recruitment ya wanajeshi kuna hii scale unapandaga, sijui unaambiwa lazima you must be sijui height kiasi fulani. Then there's a certain country wali realize ya kwamba soldiers wao inafika mahali wanakosa ku access because wako disadvantaged because of height. And so they had to recruit those people ambao kimo chao kiko chini. Unanipata? Manako wao ndo wanaweza waka-access wapi? Waka-access. So they started recruiting hawa mbili kimo into the army. So and you people are like, by the way, security imefika, tumefikiwa. So from that mentality, we should learn to appreciate ourselves ya kwamba in as much as people wanasema maybe hivi ndivyo standard yenye wangependa kuwa, jinsi ulivyo hivyo Mungu amekupangia yako mazuri. Na nipende niupenda this MP from ni wapi MP? Si lakini Sankok. Sankok is my high school mate. He was schooling in Kericho High. Wow. Although alikuwa mbele yangu kule kabisa. Lakini mimi upenda vile yeye ujibeba. Unanipata? Yeye akiwa na hiyo watu wanasema ulemavu wake na nini, he is proud of it. Na kuna wakati alikuwa anasema hata hiyo ndio imempatia unga. Yeah. So can we learn to tell? Yeye hata Mungu akamwambia amponye from ulemavu wake, hawezi kubali kabisa. Exactly. Alikuwa amesema ni yeye mwenyewe alisema, hawezi kubali kuponywa. Yes. So I already encourage us to carry that mentality. Ya kwamba jinsi nilivyo hivi Mwenyezi Mungu anakusudi. Who knows,
mwingine atafurahishwa na hicho ambacho wewe haukipendi, ama kile ambacho mwingine hakipendi. So niseme hivi, ya kwanza sisi tujifunze kujipenda jinsi tulivyo. Ya pili, we should not let external factor and what people say about us get to us, because we are not defined by what people say. Wow. But cha mno kabisa, we are defined by our internal values and how we value ourselves. Kwa hivyo kibarua kigumu ni kusema hivi, ile tu tunasema usiku mseme, mchana usiku mtafanya nini? Mtalala. Manake wanadamu nao ni viumbe vingine vya ajabu. Utawazuia wasiongee, kusema kweli. Utawazuia wasiongee mabaya kukuhusu. Wengine watakupointia finger, wengine watazungumza katika kinywa chao, wengine watafanya na ishara, muangalie, hizo vitu zote. Hautawazuia pase. Lakini cha muhimu ni wanapofanya hivyo, what do you tell yourself? Kwa mfano kama mimi nitasema, Mwenyezi Mungu wasamee, manake hawajui wanalolitenda. Namba 2, unanifanyia hivyo na wewe ni mzazi, ama utakuja kuwa mzazi, who knows? Labda mtoto wako atakuwa kama nini? Okay. So mtu mwenye ana akili haustahili kunyoshia kidole ama ukamcheka mtu. Kwa hivyo kama ingekuwa ni mimi nitasema Mungu wasamehe, manake hawajui wanalolitenda. Okay. Yeah. And daktari, katika upande wetu wa mitandao kuna MC Phineas anauliza following light causes for the stigma. Nafikiria anasema highlight causes for the stigma. Kuna Lilian Mwangangi anasema I am watching. Alex Mutaidia anasema watching live, ask the expert why are young people today more vulnerable to mental health challenges compared to the previous generations. Kuna mwingine anasema good morning, your health is your wealth. Na Christine Kane anasema niko tuned in. Wow. Thank you. Karibuni sana. Anauliza mbona this generation wenye tuko saa hii tuko most vulnerable kukuwa na mental health issues ikilinganishwa na generation ya kitambo. Yeah, niseme times have changed. Times have changed, na jinsi ambavyo mambo yanabadilika ni kwamba kitambo pia si eti hakukuwa na changamoto. Lakini haikuwa so much pronounced. Alafu jinsi ya kuihandle ilibadilika. Wakati ule wa kitambo people could sit down, mmeketi mzingira moto mnaota, you could share. Yeah? You had mentors and all these. Siku hizi kidogo ni everyone for himself and God for us all. Yeah? Alafu siku hizi tunasema changamoto zimezidi kulingana na hali ya maisha, ugumu wa maisha. Unapata kwa mfano changamoto, umesoma ndio lakini kazi haiko. Sure. Yeah? Kazi iko, mapato ni kidogo, lakini mahitaji ni mengi.